Baada ya kifo cha bibi yake ambaye ndiyo alikuwa familia pekee dogo aliyobaki nayo, Carly aliamua kwenda Marekani ili kuwatafuta wazazi wake. Mama yake alikuwa anaishi Marekani, sehemu ambayo hakuwahi kabisa kufika, lakini leo alifanya uamuzi wa kwenda kumtafuta. Aliamini anwani iliyoandikwa kwenye barua ndipo mama yake anapoishi. Aliamua kuikata na kuificha kwenye nguo yake pamoja na picha ya mwanamke ambaye aliamini ndiyo mama yake. Basi safari ya kwenda Marekani ilianza na alijiapiza ndani ya siku 5 atatakiwa awe amempata tayari. Basi aliamua kuja kuzungumza na wale watu ambao huwa wanaingiza watu Marekani kwa njia za panya, na alipofika aliambiwa huduma hiyo itamgharimu $1,000 na Fasta dogo alikubali na safari ikaanza. Basi ghafla wakati wanakaribia mpakani, dereva alisimamisha gari. Ndiyo, ulikuwa ni wakati wa kuchukua pesa na Fasta walifungua siti ya nyuma. Kulikuwa na sehemu maalum kwa ajili ya dogo Carly kujificha. Ilikuwa nafasi ndogo ya kumtosha mtu mmoja na hata kupumua tu humo ndani ilikuwa ni kazi kinoma. Dogo hakuwa na namna na alitakiwa kukaa humo mpaka watakapovuka mpaka wa Mexico kuingia Marekani. Bwana, safari ilianza. Hali ya Carly kule chini ilikuwa mbaya na hata hewa tu ilikuwa ni kazi kuvuta. Walifika mpakani, walikaguliwa, lakini maofisa hawakuona chochote ambacho kiliwatia mashaka. Waliruhusiwa kupita, lakini ghafla waliambiwa gari yao inadaiwa. Walijaribu kujielezea sana na hata kusema walipie, lakini yote yalikataliwa. Waliambiwa kwamba inabidi wafanye malipo kwa njia rasmi na sio kutoa pesa taslimu, na hayo yote ni mpaka kesho yake asubuhi. Kumbuka kwamba dogo bado amejificha huku chini ya gari na hewa ni ngumu kuivuta. Dogo hakupiga kelele wala kusema chochote wakati gari inachukuliwa. Aliamua kinachotokea acha kitokee. Basi dogo alivumilia mpaka usiku ambapo kulikuwa hakuna watu, ndipo akatoka ili kuanza kutafuta pa kuelekea. Na pia kwa bahati mbaya, bila kujua, alidondosha pesa zake ambazo ndio alikuwa amejichanga kwa ajili ya matumizi. Na alipofika kituo cha treni kwa ajili ya kununua tiketi, walimkatalia kwa sababu ni mdogo na mtoto kama huyu inabidi awe na mtu mzima ili kuweza kupata tiketi. Basi aligeuka kuomba mtu amnunulie tiketi, lakini ghafla aliona polisi, hivyo ilibidi ajifiche kwanza mpaka wapite, kwa sababu angekamatwa hapa basi angerudishwa nyumbani Mexico. Alisubiri mpaka hawa polisi walipoondoka ndipo akatoka kuendelea. Bahati nzuri alimkuta huyu mchizi ukubafuni, alimuomba amnunulie tiketi na kumwahidi atampatia $100. Mchizi alikubali haraka sana na akakubali kumsaidia kuinunua hiyo tiketi. Basi Fasta alifungua begi lake ili kumtolea mchizi hela, lakini kumbuka tayari pesa alishazidondosha. Alihangaika sana kuzitafuta hapa stendi bila mafanikio yoyote. Ilibidi amwambie mchizi ukweli kwamba kuna hela alikuwa nazo na huenda atakuwa ameziacha kwenye gari. Basi jamaa alikubali kumpeleka pale ambapo gari ilipakiwa, lakini kwa bahati mbaya